Tukafika sehemu akaniambia, Nisake, umeyaona haya, nenda nyumbani kawaambie ndugu zako. Kweli nikajikuta nimerudishwa kama nilivyokuambia, ni kufumba na kufumbua. Nikawaambia ndugu zangu, nilivyowaambia nikaenda sehemu ya semina nikawaambia. Baada ya kuambia tukarudi tena kwenye maombi. Tulipokuwa tukiendelea tena kwenye maombi, nakumbuka mama yangu alikuja kaniomba siku inayofuata kwamba ninaomba kanisaidie tukamalizie kupanda mahindi, kuna sehemu fulani palibakia kidogo, halafu turudi kwenye mkutano. Naye pia alikuwa ameokoka, japokuwa kwa sasa amelala. Ninajua iko siku nitakutana naye. Na nikaondoka na mama. Ninajua Roho Mungu alitaka achukue nafasi ya kwenda kuzungumza, ya kwenda kunichukua huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimeondoka, tukafika eneo la shamba. Tembea njiani na msimulia mama, ndugu zake, majirani nilipowaona katika eneo lile. Kufika shambani, nakumbuka nilishika jembe. Maana eneo halikuwa kubwa, lilikuwa ni dogo tu. Basi nakumbuka mimi nikawa nachimba yale mashimo ya kupanda mahindi. Nikachimba shimo la kwanza vizuri, shimo la pili vizuri. Ila ninainua jembe nichimbe shimo la tatu, kuna hali fulani ambayo ilipita kama umeme mwilini mwangu. Ghafla hali ya mabadiliko ikaingia. Halafu nikamwambia mama, nimejisikia vibaya ghafla. Akaniambia, endelea kulima. Saa hizi ni saa 3 asubuhi. Watu wakiona narudi nyumbani saa hizi watafikiri ni mvivu. Tumalizie hapa tukawahi ibada ya mkutano jioni. Kweli sikupenda kubishana na mama. Ninachokumbuka nilinyanyua jembe ili niendelee kuchimba. Lakini katika hali ile ya kunyanyua jembe ili niendelee kuchimba yale mashimo na mama endelee kufukia, nikiwa nimenyanyua hili jembe, nikajikuta nimechukuliwa, niko eneo jingine tofauti. Nikajikuta niko kwenye bonde fulani. Hili bonde ni tofauti na mabonde lile la jana, au ni tofauti na mabonde yaliyoko duniani. Hili bonde la mara ya pili lilikuwa ni bonde moja kubwa sana. Majani yake mazuri, japokuwa kulikuwa hakuna nyumba, hakuna miti, hakuna wanyama wala ndege. Lakini hali ya hewa ya ile eneo ilinivutia. Nikaipenda. Nikasema hivi, yule malaika wa jana asipokuja kunichukua leo, nitajikalia eneo hili ili nimelipenda. Jinsi hali ya hewa ilivyokuwa nzuri, imetulia kuzuri ajabu. Nikaamua kukaa chini. Ila nilipokuwa nikikaa chini, nikasikia mtu akiniita nyuma yangu. Akaniambia, Nisake, inuka tufuate. Nilipoinuka, nilipogeuka, nikakuta malaika wawili. Malaika wa kwanza ameshika upanga unaozunguka kama moto, na wa pili ameshika karatasi, amelikunja. Karatasi linaonekana ni kubwa kidogo, amelikunja namna hii kwa urefu, amelishika mkononi. Kwa hiyo hata akiwa mbali unajua yule mtu ameshika karatasi. Basi wakawa wamekuja kunichukua, wote wana hali moja ya kufanana. Waliponiambia tufuate, nikaanza kuwafuata. Wao wametangulia, mimi nawafuata nyuma. Baadaye akili kanijia, hawa wanifahamu mimi ni Nisake, mbona mimi siwafahamu? Nikasema, samahani, naomba niwaulize majina yenu ni akina nani? Mimi naitwa Mikaeli. Mimi naitwa Gabriel. Kwa hiyo nikawa najua huyu ni Mikaeli na huyu ni Gabriel. Tukaendelea kutembea. Lakini katika tembea ile wakawa wao wanazungumza lugha ambayo mimi siifahamu. Tumetembea kufika mbele, nikatazama mbele, nikaona kuna mwanga mzuri ajabu unachipua eneo lile. Mwanga mzuri uliotulia, haufananishi na mwanga wa jua wala mwanga wa taa za umeme. Ni mwanga wa kipekee. Basi nikasema, naomba niulize, kule tunakokwenda kuna mwanga. Ule mwanga ni kitu gani? Ni kitu gani kinasababisha ule mwanga utokee? Akaniambia, unakotoka ule mwanga unatoka kwenye mji wa Yerusalemu, watakapokwenda kupumzika watakatifu baada ya tabu nyingi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyoni mwangu nikajenga ajenda. Nikikuta nimeingia tu, sitakubali kurudi. Nitakaa humo, siwezi kukubali kurudi. Lakini alikuwa ni
mawazo ya kibinadamu, mara kwenda kwangu hakukuwa ni kwa sababu nimemaliza kazi, ila ni kwa sababu nilikuwa ninapewa kazi ya kuzungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipokuwa tumeendelea kutembea, kufika mbele, nikakuta lango moja. Lile lango ni lango la ajabu. Lile lango mwanzo wake na mwisho wake hulioni, ila unaona ni lango limekwenda, hujui limeishia wapi. Na lile lango ni lango ambalo halijatengenezwa kwa mbao wala kwa vyuma. Kitu kilichotengeneza lile lango limetengeneza kwa vito vya thamani peke yake, na vile vito vya thamani vilikuwa vikibadili kila aina za rangi. Unajua, baada ya kurudi nikamkumbuka yule mwimba tenzi aliyesema liko lango moja wazi. Lile lango lilikuwa ni lango zuri ajabu, linabadili rangi nyekundu, nyeupe, blue, njano, rangi nyingine duniani hapa haziko, lakini kule nikazikuta zinabadili lile lango. Baada ya kuisogea, tukawa tumesogea, malaika wa kwanza wakiwa wametangulia. Tuliposogea, lango likajifunua kidogo. Lilipojifungua lile lango, ndani ya ule mlango pembeni nikakuta kuna mtu amekaa. Yule mtu alikuwa amekaa kwenye kiti. Ni mtu mzuri ajabu, amevaa vazi lake refu jeupe mpaka miguuni, linang'aa, hakuna dobi awezaye kulifua chini ya jua. Amebana nyuma nywele zake na manyoya jekundu, macho yake yanapendeza, anaonyesha sura ya tabasamu nzuri. Nilipomtazama, kile kiti alichokuwa amekalia kilikuwa nacho kinabadili kila aina za rangi kama lile lango linavyobadili, na kile kiti kilikuwa na vitairi pale chini kiasi kama unaweza kukisukuma, na vazi lake kwa mbele lilikuwa limefunika, halafu nyuma ndiko nilikotazama nikaviona vile vitairi kwa nyuma. Yule mtu alikuwa ni mzuri mno. Tulipokuwa tukisogea, akatabasamu. Ile tabasamu yake ilinifanya nicheke, niliifurahia. Tabasamu nzuri, nikacheka, nikajisahau kwamba niko eneo gani. Baada ya kusogea pale, akaanza kuongea na hawa malaika lugha nisiyoifahamu. Aliongea nao kwa muda mrefu, lugha ambayo mimi nilikuwa sijui, lakini nilijua kwamba hapo wanaongea. Walipoendelea kuongea, nilibaki kutazama majengo ya ule mji, nilibaki kutazama eneo lile namuna lilivyo, nilibaki kuangalia hali ya hewa ya eneo lile, majengo yalivyojengwa. Nikagundua ya kwamba ndiyo maana shetani anafanya vita usiku na mchana kuhakikisha kwamba wateule wasifike hapa, kwa sababu Biblia inasema shetani alikuwa ni malaika. Uzuri wa mbinguni aliujua, raha ya mbinguni aliijua. Sasa alichokosa yeye, anataka mimi na wewe tukose. Asante Yesu kwa kifo cha msalabani kwamba tutaingia, kwa jina la Yesu tutaingia. Akataye sikataye, lazima tutaingia kwa jina la Bwana. Kuna lugha moja ninaipenda ya watoto wa sasa hivi, wanasema piga ua galagaza, mbinguni lazima nikafike kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua shetani kwamba ndio maana anafoka. Mtu akijaribu kuokoka majaribu ya hapo na hapo ili amwache Yesu. Nataka nikwambie kanisa la Mungu, hata majaribu yakija kama moto, hebu songa mbele, mtazama Yesu, usikate tamaa. Liko tumaini, liko tumaini, liko tumaini kule tunakoelekea. Na Ibilisi amegundua hicho. Alichokosa yeye, anataka hata sisi tukose. Yesu ametufungulia hilo fumbo kwa kifo chake. Lazima tukaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua kwamba kwa nini Ibilisi anang'ang'ana na wokovu. Yuko tayari kupoteza watu wengi ili asababisha wokovu hauendelei. Anakamata vijana washindwe kuokoka. Wanaposema wokovu ni kazi ngumu, hatuwezi, ni kwa sababu ya kazi ya shetani. Nikatazama yale majengo yameinuka. Ukitazama jengo hili ni dhahabu tupu kuanzia chini mpaka juu. Ukitazama jengo jingine ni vitu. Mimi sio mtaalamu wa madini, angekuwa ni mtaalamu wa madini angejua ni vitu gani vilivyotengeneza yale majengo. Vingine kuanzia chini mpaka, hakuna mbao, hakuna bati, hakuna simenti, hakuna mchanga. Jengo lolote ukiona limeinuka ni vitu vya thamani vimeinuliwa. Unajua Biblia inasema tutakapofika mbinguni
Haleluya. Tunajua yule tuliyemwamini. Yale majengo yalikuwa ni mazuri mno. Alipomaliza kuongea nao, akainuka akatupa mikono kama ishara ya kutusalimia. Alipotupa mikono kama ishara ya kutusalimia, akaenda mbele. Ninaposema akaenda akafungua eneo jingine, usifikiri alitoka mlango huu akafungua hapo. Ni eneo refu. Lakini kule, na mimi siku ile Mungu alinionyesha kutembea kama malaika wanavyotembea. Nilikuwa sitembei kwa hatua hizi, na mimi nilionja namna ya kutembea kama malaika, namna wanavyotembea. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo unapofikia mbingu ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka akaenda kufungua mlango mwingine. Alipofungua ule mlango, na ule mlango nao una hali ile ya kubadilisha rangi, lakini lile lango la ndani lilikuwa limepungua kidogo ukubwa. Unaweza kaona mwanzo wake na mwisho wake tofauti kidogo na lile la nje. Alipofungua mlango yeye akarudi akakaa kwenye kiti chake kule tulikomkuta. Alipokuwa amerudi, sisi tukaendelea. Akaingia malaika wa kwanza kwenye lile lango, akaingia malaika wa pili. Mimi ninafuata. Nilipokanyaga tu ardhi ile, eneo lile, kuangalia kilichomo ndani, akili zangu zilinyamaza kwa muda. Ufahamu wangu ulikamatwa kwa muda. Nilipotazama namna mali iliyoko humo ndani, namna Mungu anapotuheshimu, namna Mungu anapotupenda, watakaofanikiwa kupenya ile mbingu, Mungu atukumbuke tukapenye. Lile jengo lilikuwa ni jengo kubwa ajabu. Mapana yake, marefu yake yako sawa. Ni jengo lililopanda juu hujapataona. Ukitazama sakafu yake, sijajua yale madini ni madini ya aina gani. Sakafu yake inang'aa kupita vioo vya duniani. Kuta zake zinang'aa kupita vioo vya duniani. Paa lake linang'aa kupita vioo vya duniani. Kwa hiyo lile jengo, sakafu yake ni madini, kuta zake ni madini, paa lake ni madini, yanang'aa kupita vioo vya duniani. Nilipokuwa nikitazama lile jengo, nikakuta ndani ya ule mti hakuna mtu hata mmoja, ila nilikuta viti vimepangwa maeneo yake. Viti vingi ajabu. Hatukihesabu kwa hesabu za kidunia vitakwisha, viti bado vipo. Viti vingi vimepangwa, safu ya kwanza, safu ya pili na safu ya tatu. Sio kama kimepangwa kimoja kipita pili. Yaani eneo hili limepangwa viti vingi, halafu pakapita mstari, vikapangwa viti vingi, pakapita mstari na sehemu nyingine tena. Na vile viti vyote vilikuwa vinabadili aina za kila aina za rangi. Kila kiti kimoja kinabadili, yani vinabadili kila aina za rangi. Halafu vina vitairi kama nilivyosema pale chini. Halafu nikashangaa kuona nyuma ya kila kiti kuna herufi moja tu ya jina. Kama ni AA, kama ni BB, kama C, kama D, kama kila kiti kina herufi yake. Na herufi zile zimeandikwa kama mtu ameandikia rangi nyekundu au damu mbichi ambayo haijakauka. Vimeandikiwa zile herufi. Sasa kila kiti kina herufi yake. Mtu mmoja aliniuliza, sasa mbona wakina A tuko wengi, wakina B tuko wengi, tutajueje? Akili ya Mungu haisi kama akili ya mwanadamu, na akili ya Mungu haichunguziki. Yeye ni Mungu. Mpaka kakufanya wewe ulivyo, ujue yuko zaidi yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka kakufanya ulivyo, akafanya na mwanadamu atengeneze vitu vya ajabu, ujue yeye ni zaidi yako. Ninampenda sana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikitazama vile viti, mle ndani nilikuta pia kuna mwanga mzuri sana. Lakini sikuona balbu ya umeme, sikuona taa, sikuona kitu chochote kinachosababisha ule mwanga. Lakini ni mwanga mzuri mno. Nikauliza, "Mungu ndani mbona kuna mwanga sioni taa?" Akaniambia kwamba taa
ya mji huu ni mwanakondoo uliyemkuta mlangoni. Nikabaki nimesimama ile akaanza kunitembeza kwenye vile viti. Alinitembeza kama tungelikuwa tunatembea kwa hatua hizi za duniani, mpaka leo ningekuwa bado niko eneo lile la viti vingi na bado sijamaliza. Lakini tulitumia roho ya wepesi. Tulikwenda tulirudi tukamaliza, lakini ni kama sekunde moja tukawa haijakamilika, lakini tumetembelea kila aina ya kiti na nimerudi nimesimama pale mbele. Nilipokuwa nimesimama pale mbele, nikamuuliza. Nikasema, mbona hili jengo ni kubwa na sioni mtu yeyote na limetengenezwa kwa kiwango hiki? Maana mimi nilijua limetengenezwa ndio mwisho wa matengenezo, hakuna matengenezo mengine. Nikamwambia, limetengenezwa kwa kiwango hiki, limeandaliwa kwa ajili ya kitu gani? Yule malaika akaniambia kwamba mahali hapo unapopaona pameandaliwa na bado panaendelea kuandaliwa, hapajafikia level inayostahili kuwepo mahali hapa, bado panaendelea kutengenezwa. Ni mahali ambapo parapanda ya mwisho ikipigwa, watakatifu wa duniani wakiondoka, wakikutana na watakatifu walioko huku, ndiko mahali ambapo watakuja mahali hapa kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo milele na milele, na bado panaendelea kutengenezwa. Ndipo karamu ya mwana kondoo itakapofanyika mahali hapa, lakini bado hapajafikia kama ile sifa inayotakiwa pale. Japokuwa mimi niliona ni mwisho wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikauliza nikasema, basi ninaomba kiti kimoja nijaribishe nikalie. Kila huko utakalia ukisha kushinda ya dunia. Maana kwa lugha hiyo sasa hivi huwezi ukakalia. Utakalia ukisha kushinda ya dunia. Akanitoa lile eneo na kulikuwa na manukato mazuri sana mle ndani. Alipokuwa akinitoa, akaenda kafungua mlango mwingine tena. Alipokuwa anafungua ule mlango mwingine tena, nao ni vile vile mlango unaobadili kila aina za rangi, japokuwa ukubwa ulikuwa umetofautiana kama niliposema hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye akanipeleka sehemu ya bustani. Unajua Mungu ni mwana mazingira mzuri sana. Kabla hajamuumba Adam na Hawa alitengeneza mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hajamuweka Adam na Eva alitengeneza mazingira. Kama Mungu ni mwana mazingira mzuri, hata uliokoka unatakiwa uwe mwana mazingira safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipelekwa kwenye bustani. Ile bustani ni nzuri hujapata sikia. Ile bustani ni kubwa. Majani yake duniani sijapata kuyaona. Majani yake ni kama mtu amepita anayapunguza kila dakika. Halafu hakuna hata doa la uchafu mahali pale. Halafu nilipokuwa nikitazama pembeni mule alimoishia majani kwa mbali kule, kukawa kumezungushwa maua yamepandwa. Yale maua yalikuwa yananizidi mimi urefu na yalikuwa yametanua. Halafu katikati ya vile kwenye ile bustani kuna vibarabara vimepita. Yaani sio kwamba unafika tu unaanza kukanyaga majani. Kuna vibarabara vimepita. Na vile vibarabara havijatengenezwa kwa lami, vile vibarabara vimetengenezwa kwa dhahabu safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dhahabu safi. Vibarabara vingine vimekwenda huko, vingine vimeingia, vingine vimekatisha. Yaani vimezunguka maeneo ya kwamba mtu unapopita unapita juu ya dhahabu. Unajua duniani wengine hatujawahi kukamata dhahabu hata siku moja. Hebu Mungu atutie nguvu tukaione dhahabu ya mbinguni, maana ya duniani hatuwezi kuikamata, lakini hebu ya mbingu tukaikanyage, maana ile ndio lami ya watakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vibarabara vizuri vimekatiza, majani yake ni mazuri, hali ya hewa ni nzuri hujapata sikia. Basi kupiga pembeni ya yale majani, nimesema kuna maua ambayo yalikuwa yamenizidi mimi urefu na yalikuwa yamechanua. Basi nilishangaa kuona yale maua yanamtukuza Mungu kwa staili ya pekee yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ni kabla sijasema unaweza ukasema mbona hata miti
huku na majani ya huku yanatikisika. Miti ya huku au majani marefu ya huku yanatikisika kulingana na upepo unakoelekea. Upepo ukipuliza huku unakuta matawi yamelalia huku, upepo ukipuliza huku matawi yamelalia huku, kwa sababu ya upepo. Lakini kule mbinguni hakuna jua, hakuna baridi, hakuna upepo, hakuna joto ya kidunia. Hali iliyoko huko ni hali ya kimungu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio sawa na hali ya duniani. Handkerchief kule haziko, wala makoti ya kuvaa joto kule hayako. Hali iliyoko kule Mungu ametengeneza special kwa ajili ya watakatifu walioamua kujikana na kwenda kuiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale majani yalikuwa yakienda kushoto, yote yanajilaza kushoto taratibu. Yakienda kulia, yote yanajilaza kulia taratibu. Yalikuwa yakiinama, yote yanainama. Yakiinuka, harufu itakayotokea hapo, eneo zima linanukia ile harufu. Yakiinuka tena yanakwenda kushoto, yanakwenda kulia, yatainama, yatainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajifunza neno moja. Unakuta kuna mtu ambaye ana karama ya kumwimbia Mungu, lakini nasema mimi siwezi kusifu, najua mimi ni peke yangu, ananitegemea. Biblia inasema usipomwimbia wewe, anaweza kuinua hata mawe yakamtukuza. Yeye ni Mungu asiyeshindwa, ni Mungu wa kusifiwa, ni Mungu wa kusifiwa. Tena unapomsifu Mungu, msifu kwa nguvu zako zote. Hatuna mwingine wa kumsifu, ni peke yake. Hatuna mwingine wa kumwinua, ni peke yake. Hatuna mwingine wa kumtukuza, ni peke yake. Yeye peke yake ndiye wa kumsifu, aliyetukomboa kwa damu ya thamani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yale majani nikatamani ningelikuwa na kamera ya kidunia nipige, niwaonyeshe wapendwa, lakini haiwezekani. Mungu alipiga kamera ya huku ndani nikwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Matokeo yake nikamwambia naomba ua moja nichume niwage natembea nao. Maua ya huku hayachumiki. Bwana Yesu asifiwe. Maua ya huku hayachumiki. Nikamwambia sasa hii bustani imetengenezwa, mimi asili yangu napenda sana maua. Nikasema hii bustani imetengenezwa namna hii, nzuri kiasi hiki, halafu sioni mtu yote anayekaa hapa. Ni nani? Pametengenezwa kwa ajili ya kitu gani? Hii bustani imetengenezwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nikalikumbuka neno moja nikiwa kwenye ile bustani. Nikasema kwenye vile viti niliambiwa nitakalia viti baada ya kushinda. Sasa kuna uwezekano mkubwa nikarudi nyumbani tena kama nilivyorudishwa juzi. Sasa nikija kufika huku kikweli kweli, tarehe na parapanda ikipigwa ndani yangu ya kuniita, unajua, nikasema nitatamani niende kwenye ile bustani nigaregare uchovu wote wa dunia, hali zote ambazo nimepambana nazo, nigaregare kwenye ile bustani. Nilipokuwa nikisema hivi maeneo fulani, mtu mmoja akasema, nani atakuonyesha? Unajua utakuwa ni mgeni, unasubiri malaika kupeleke. Biblia inasema duniani tu wapitaji, duniani tu wageni, duniani. Ndio maana unakuta, unajua mimi nimetoka Mbeya nimekuja hapa Bukoba. Mahali ninapowekwa, nikiwekwa kwa mchungaji nakaa hapo, nikitolewa kwa mchungaji twende hapa nitaenda hapo. Lakini mwenyeji wa Bukoba atakatisha, atakwenda huko, atakatisha, ataenda huko, maana vinjia vyote anavijua. Sasa duniani hapa sisi ni wageni, ndio maana hatuko bize kwenye mambo ya dunia, hatuko bize kwenye ulevi, hatuko bize kwenye mambo ya uzinzi. Tu wageni, tumeambiwa tukae stendi, Yesu anakuja, tunasubiri parapanda. Haleluya! Tumeketishwa hapo, tunasubiri parapanda. Ukisema kwenye uzinzi hatumo, ukisema kwenye ulevi hatumo, tunasubiri parapanda. Subiri tufike nyumbani kwetu, huko ndiko kwenye kelele. Subiri tufike nyumbani kwetu. Haleluya! Tufike nyumbani kwetu. Waswahili wanasema ujanja ya samaki sio nchi kavu. Ukitaka ujue samaki anajua kuogelea, muweke baharini, ndipo utakapokuwa kijua kelele za samaki zilivyo na kupiga mbizi kwa samaki kulivyo. Tutakapofika mbinguni, nyumbani kwetu, nyumbani kwetu, nyumbani kwa Baba yetu, nyumbani ambako tuna hamu na shauku ya kupaingia, nyumbani kuingia. Wengine ambao wamekubali kupigwa kwa ajili ya Bwana, usife moyo. Wako wengine wanakubali
Nikaukumbuka ule mstari katika Injili, katika kitabu cha Isaya 35 mstari ule wa 8, anasema hivi: na hapo patakuwa na njia, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu, wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa ni kwa ajili ya hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea. Wajapokuwa wajinga hawatapotea. Nikutie moyo kanisa la Mungu, usiogope matukano yao. Watu wengine wamevunjika mioyo kwa sababu ya kutukanwa, eti walokole ni wajinga, waliokoka hawana akili. Usife moyo, hayo ni mafuta yetu. Kama mwanzilishi wetu Yesu alitukanwa, hayo ni mafuta ya watakatifu. Usife moyo kuwa mjinga, lakini hatutapotea kamwe nyumbani kwa Baba yetu. Nilipokuwepo hilo eneo, akanitoa akanipeleka sehemu nyingine. Tulipokuwa tukienda kufungua ule mlango, alipokuwa akienda kufungua, maana yeye ndiye alikuwa anafungua, mimi nilikuwa ni mtu wa kuingia. Nilipokuwa naenda kufungua ule mlango, kabla hatujafika eneo la kufungua ule mlango ulipo, nikasikia sauti za watakatifu, sauti za watu waliotoka kwenye dunia ya dhambi, sauti za watu waliotoka kwenye ulimwengu wa mateso, zikimsifu Mungu. Alipofungua ule mlango, nilikwenda kukuta mabilioni ya watakatifu. Unajua watu wengine wana masuala inayobabaishaji, wengi watakatifu wapo, ndio aliyopendezwa nao. Watakatifu wapo na wataendelea kuzaliwa watakatifu, ili mradi tu kazi ya msalaba haikwenda bure. Mwaka huu taifa la Tanzania limelia sana kwa habari ya watoto wa form 4 waliofeli. 60% kuzalisha zero si kitu kidogo, lakini pamoja na kwamba taifa limezalisha zero nyingi, lakini bado wani zipo. Bado waliopata wani wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama 60% wote wamepata zero, lakini waliopasua pepa wapo. Hata kama dunia hii imejaa udhalimu wa kila aina, lazima tupasue mbingu kwa damu ya Yesu. Lazima tupaingie patakatifu kwa jina la Yesu. Lazima iwe isiwe, lazima tukapenya ile mbingu kwa jina la Yesu. Siku zote unapoona original ipo, hata fake ipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiseme fake imeenea, original haipo. Ipo tena pure, ambayo Mungu anaitafuta, ambayo Mungu anaitegemea. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, mtakatifu, usivunjike moyo. Usivunjike kulingana na hayo unayoyapitia kwa jina la Bwana. Kuna msemo unasema hivi: kama Tanzania au mkoa fulani ulikuwa na kiwanda kizuri kilichokuwa kinazalisha huko nyuma, kilikuwa kinazalisha sana huko nyuma, lakini kikaja kikafungwa, kikainuka kiwanda kingine ambacho hakizalishi sana kama kile, lakini ni kiwanda, ubora wake unabaki kwenye kiwanda kinachozalisha. Kiwanda kilichokufa kimekufa na kiwezi kuzalisha tena. Kiwanda kinachozalisha ndicho bora, kwa sababu bado kinatoa malighafi, bado kinatoa malighafi ambazo watu wanazihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya usemi wa kusema watakatifu walioko duniani, hawa bado wanaendelea kuzalisha vitu vya kimungu. Hao ndio walio bora na hao ndio Mungu amependezwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwenda kuona lile eneo, kuna watakatifu wamefanikiwa kupasua hili anga. Wanawake kwa wanaume wamefurika lile eneo, wanamsifu Mungu.
Nilipowatazama wale watu wamevikwa mavazi marefu meupe, hakuna dobi awezaye kuyafua chini ya jua. Wamevikwa mikanda yao kiunoni mwao miekundu, lakini nilipotazama nikakuta wengine wamefungwa mikanda miwili, wengine mmoja. Lakini ukitazama nywele zao, si mwanaume si mwanamke, hakuna mwenye nywele ya kipindi kama yangu. Wote nywele zao ni ndefu, wamezibana nyuma na banio jekundu. Hakuna mrefu sana, hakuna mfupi sana, wote ni level moja. Hakuna mnene wala mwembamba, wote ni hali moja. Wana sura ya aina moja, wanamsifu Mungu hujapata ona. Ila nikakuta wengine kuna tofauti, mikanda miwili, wengine mkanda mmoja. Ndipo nikataka nijue, maana nikiangalia nyuso zao sura yao ni moja, nikiangalia nywele zao wote wamezibana nyuma na mabalio mekundu, nikiangalia mavazi yao, lakini kwenye mikanda kuna tofauti. Nikasema ninaomba niulize, kuna tofauti gani kati ya waliovaa mikanda miwili na waliovaa mkanda mmoja? Kuna tofauti ipi? Mbona nikitazama nyuso zao sio ni tofauti? Ni kweli, ukitazama nyuso zao huwezi kuona tofauti, lakini katikati yao unaowaona waliokuwa wamevaa mikanda miwili, maana yake hao walipokuwa duniani walikuwa ni wanawake, na waliovaa mkanda mmoja hao walipokuwa duniani walikuwa ni wanaume. Lakini wote wanaposogea hapa ni mabibi harusi safi wa Bwana. Wote ni mabibi harusi, wanamsubiri bwana harusi aliyewaposa kwa damu ya thamani, aliyepasua anga kati ya wanaume, akakubali kutuposa katika hali ya uovu, katika hali ya dhambi, akajitoa muhanga kwamba nitawanunua kwa gharama yoyote. Akasema wote ni mabibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika hapa nikasema, akili yangu ikawa na nyamaza, nasema Mungu unastahili. Wale watu walikuwa wakisifu, wakipunga mikono yao namna hii, wakirudisha mikono yao, watakapoinama na kuinuka wanamsifu Mungu. Laiti ningelijua ile lugha na mimi ningejichanganya kidogo na mimi nisifu, lakini sikujua lugha yao. Wanapunga mikono watakapoinama, watakaposujudu ni mpaka chini. Wanamtukuza aliyewafanya wapenye ile anga. Kuingia mbingu si lele mama, kuingia patakatifu si lele mama. Wameshindwa wenye vyao vyao, wameshindwa wenye pesa zao, wameshindwa wenye elimu zao, wameshindwa wenye utajiri wa dunia, lakini wao wamepenya, wanamtukuza Mungu. Nikabaki nimesimama lile eneo nikisikiliza namna wanavyoimba. Akainuka mtu mmoja kwenye lile kundi, akawa akija kwetu. Nikamtazama, amevaa mikanda miwili, lakini kwa maelekezo niliyopewa nikajua huyu alipokuwa duniani alikuwa ni mwanamke, lakini simjui, maana amevikwa mwili wa kule, simjui sura ya kule imevikwa, mimi simjui ni nani. Lakini alipokuwa akisogea, Mungu alikuwa anataka kunieleza ya kwamba kila kabila, kila lugha, kila jamaa, kila taifa na kila ukoo unaokubali ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yao, wana nafasi kwenye uzima wa milele. Hata kabila langu mimi na Kikinga tuna nafasi kwenye uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa akitokeza yule dada, nikakuta sura yake ya dunia nikajifunua. Ilipojifunua, ni wifi yangu. Dada yangu aliolewa kwa kakake, na yule binti alikufa akiwa ni binti mwanafunzi form 3. Waliofika Mbeya, kuna shule moja inaitwa Mbeya Day, alikuwa ni mwanafunzi wa shule inaitwa Mbeya Day. Yule binti alikufa akiwa katika hali ya usichana, lakini akimwogopa Mungu. Sikilizeni mabinti, watu wengi wanasema wokovu ukiwa binti huwezi kusimama. Penye nia pana njia. Ukiwa kijana huwezi kuokoka. Penye nia pana njia. Waliodhamiria kumwona Mungu wanamuona hata katika ujana wao. Mungu anayewatunza wazee ndiye anayewatunza vijana.
heshima kwa Mungu ilikuwepo namba moja. Alikuwa ameokoka na anamwogopa Mungu daima. Anasoma shuleni, lakini moyoni mwake ameliweka neno moja tu, kama mtumishi wa Mungu Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, ya kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule binti alikuwa mwembamba, mweusi, nywele zake alikuwa kama za kwangu. Ni binti asiyeenda mbio na wakati. Ni binti ambaye ulimwengu kienda kulia yeye anakwenda kushoto. Ni binti asiyekuwa bize na mambo ya dunia. Alikuwa ni binti ambaye yuko bize na Mungu, bize na kisomo. Pamoja na kifo chake kwamba kilikuja ghafla, lakini moyoni mwake aliendelea kujiandaa. Biblia inasema kaeni macho, hakujui saa wala dakika wala siku wala mwaka atakaokuja mwana wa Adamu kwako. Yule binti amekufa. Nikashangaa na kwenda kumwona ile eneo. Amebadilika. Nywele zake za kipilipili hazipo tena. Amezibana nyuma na badio jekundu. Wembamba aliyokuwa nao haupo tena. Ule weusi aliyokuwa nao haupo tena. Amevikwa vazi refu mpaka miguuni, linang'aa kupita jua. Anang'aa, yule binti anapendeza. Akanitazama, akatabasamu, akasema, Nisanje umekuja huku? Hapa duniani kweli ni matatizo. Tazameni wenzenu, tumevikwa miili mipya isiyoharibika, isiyopata njaa, isiyopata shida, isiyopata magonjwa, isiyopata kiu. Aliusifu ule mwili, na ni hakika ni mwili wa kutokuharibika. Familia yetu ya kwanza tumeiacha pale. Nikageuka pale niangalie ni wapi. Sikiliza wewe unayefanya dhambi ukiwa Dar es Salaam, unasema Wabukoba hawanioni. Unafanya dhambi unasema hapa nilipo, unaangalia huku niliko, nani anayeniona? Unaona hayupo, unaendelea na mambo yako. Haya ni mawazo yaliyopitwa na wakati. Mawazo mapya yanasema popote ulipo jicho la Mungu liko mahali hapo. Uwe gizani jicho la Mungu lipo. Uwe nuruni jicho la Mungu liko. Uwe china jicho la Bwana liko. Linakutazama. Hakuna kinachoweza kukuficha uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliposhika hii Biblia, jamani, mnaniona? Aliponiambia mili yetu ya kwanza tumeiacha pale, uione mji wangu wote nilikuwa nikiutazama kama ninavyoona hii Biblia. Mji wote umevutwa kwa karibu, yaani hapo chini ni mbali mno. Mji wote ninauona kama ninavyoona hii Biblia hapa juu. Aliposema mili yetu ya kwanza tumeiacha pale, ninageuka na kuta, mbona huu ni mji wa nyumbani? Nikaangalia nikakuta watu wako bize na maisha. Wenye baskeli wanaendesha, wakina mama sokoni, kila mmoja na shughuli yake, yuko bize. Nikaangalia macho, nikakuta nasogezewa makaburi. Yakasogea yale makaburi. Yaliposogea nikakuta makaburi ya watu yanaonekana, na vibao vile vinavyoandikwa vya msalaba majina yao yanasomeka. Ninayasoma nikiwa kule. Nikakuta kaburi lake linaandikwa fulani bin fulani, alizaliwa mwaka fulani, alizikwa tarehe fulani. Nilivuta nikaliona nikiwa kule. Kaburi lake limejaa maua. Unajua yeye alikufa mwezi wa 4. Kwetu kule kuna mvua mvua nyingi sana. Sasa maua yale waliopanda wanafunzi wenzake, mataji walioweka juu ya kaburi lake yaliwekwa na maua fulani. Sijui jua kama huku yako maua kitenge. Yale maua hayategemei mizizi ili yachanue. Ukiyaweka tu yakikutana na udongo na maji yanachanua. Sasa yakawa yameenea kwenye kaburi lake, na yaona maua kitenge yako pale. Nikaangalia, akaniambia kwamba mili yetu ya kwanza tumeiacha pale. Tumevikwa mili mipya isiyoharibika, isiyopata shida, isiyopata mateso, isiyopata maumivu. Nikautamani ule mwili, hakika ni mwili wa kutokuharibika. Jana aliyekuwa akinihoji kwenye redio ya Kalamba akaniuliza, je, huko mbinguni ulikaa muda mrefu, ulikuwa huoni njaa? Nikamwambia, ndugu yangu, mili ya kule haioni njaa,
Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia bineti kwamba tumeiacha pale. Akaniambia nikageuka. Nilipogeuka akasema kile unakiona. Anaponionyesha ninaona umbo la mtu amelala. Ni umbo la mtu kabisa amelala chali. Lakini ngozi yake na mwili wake, mamba si mamba, kenge si kenge, mjusi si mjusi, mwili mbaya, haufai, ni mchafu, hauna hata appetite ya kuendelea kuangalia, ni mwili mchafu, haufai. Kwani nikatazama afu nikageukia upande wa pili. Moyoni mwangu nikawaza, na yeye huyu nipo sehemu nzuri kama anaonyesha vitu gani vile? Akaniambia umeona? Nikasema nimeona, huku najibu niko upande huu, nimeona ndio. Ule ndio mwili wako uliouacha duniani. Yaani ndio huu niliosimama nao leo. Akasema ule ndio mwili wako uliouacha duniani. Aliposema hivyo nikaanza kulimusilie. Ule mwili ndio unaowafanya wanadamu watengane na uso wa Mungu. Ule ndio mwili ulio na vishawishi vya kila aina. Ule ndio mwili unaowadanganya watu wanapenda dhambi, wanakosana na Mungu kwa ajili ya ule mwili. Lakini mtu akishakufa, ule mwili unaouona ndio unaochukuliwa na kupelekwa kaburini na kwenda kuzikwa. Na mtu akienda kufukua baada ya mwezi anaukuta hapo kaburini. Maana ni mwili wa uharibifu, ni udongo, sasa turudi kwenye udongo. Lakini namna ulivyo huku, nikajitazama ninajikuta na mwili. Huo mwili ndio wa kwenda kukutana na kiti cha enzi cha kwenda kusimama kwenye kiti cha hukumu cha Mungu. Lakini ule mwili ni lazima utazikwa. Tangia niliporudi, mtu anayejisifia mwili wake kwamba mimi siwezi nikaokoka kwa ajili ya uhandsome, mimi ni handsome, mimi ni beautiful girl, siwezi nikaokoka nikashika Bible, siwezi eti nisimame niseme haleluya, siwezi. Nataka nikwambie, laiti Mungu angelikufunulia huo mwili ulio nao, huo mwili wa uharibifu, mwili huo ni mbaya, haufai. Nataka nikwambie mpendwa, waliogundua dili, tunaacha kung'ang'ana na mwili huu, tunautafuta mwili ule wa uzima usioharibika, ule usioharibika. Hatuna shida na mwili huu hata ukichakaa. Ndio maana Paulo anasema dhiki zetu zilizo nyepesi zinatupatia utukufu wa milele usioisha. Hata mili yetu ikichakaa inatutengeneza utukufu mzuri zaidi kuliko mili hii. Geuza mawazo. Wazuri ni wale waliong'ang'ana na Yesu sasa hivi. Eti mimi ni mzuri, mimi siwezi kuokoka. Nataka nikwambie, wazuri duniani hawapo, ni wale tu waliooshwa kwa damu ya Yesu. Hao ndio wazuri wa Mungu wanaowatambua. Hata mili yao ikiharibika, wanapewa mili mingine isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo akaniambia usilie. Pageuka tena. Kweli sikupenda kugeuka, nilijua naongea na mimi juu ya ule mwizi. Akaniambia geuka mara ya pili, mara ya tatu nikageuka. Nilipogeuka akaniambia ule mwili unamwona, yule unamwona. Alikuwa mwili umelala pembeni, yeye yuko pembeni, ameshika kitu kama jembe, analima, anafukia kama analima hivi. Kama yule mfano. Nikasema mimi simfahamu. Yule ni mama yako. Ufahamu wake na akili zake tumezichukua tunao sisi huko. Utakaporudishwa ndipo atakaporudishwa akili yake ya kawaida. Kweli mama yangu, nilikwambia mwanzo tulikuwa tunapalilia, tunalima eneo na kupanda eneo dogo sana. Lakini mama alipomaliza kupanda hilo eneo, alianza kulima eneo la jirani. Alilima eneo la jirani na shamba letu lilikuwa na njia inakatisha hapo. Watu wakipita wakimuuliza habari za mtoto, majibu watakayowapa watakwenda kujiuliza mbele ya safari. Alilima mpaka niliporudishwa mimi, ndipo na fahamu zake ziliporudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu si mwanadamu. Alijua kwamba akimwachia mama akili atanibugudhi. Labda angeenda kunilaza moto wakati wa kulala moto mimi ulikuwa baba. Akatoa akili zake. Kila aliyemuuliza alijuana naye huko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipomaliza kuniambia hicho, nakuomba utakapokwenda duniani
akaniambia usiende kuambia. Duniani huko kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna waliokuka wanahubiri Injili. Wasipowasikia hao, sehemu yao ni katika ziwa la moto liwakalo na kiberiti. Akatoka yule dada akaingia kwenye kundi lingine akaendelea kuimba. Nikaletewa mtu mwingine amevaa mshipi mmoja. Huyu baba alipokuwa akija, sikumtambua mara ya kwanza mpaka sura yake ilipofunuliwa kwangu. Alipofunuliwa nikakuta kumbe ni baba yangu mmoja ambaye ni baba wa maeneo ya nyumbani. Ndiye alikuwa akitufundisha imani tulipokuwa wadogo. Yule baba duniani alikuwa ni mzee, kichwa chake chote ni mvi tupu, mgongo wake umejikunja. Pamoja na uzee alionao, fahari yake ilikuwa ni kwenye jina la Bwana. Yeye alikuwa na kasumba moja, hata akienda shambani anafika anaomba, anasoma neno. Mungu alimwachia uwezo wa kusoma mpaka uzeeni. Anasoma neno, anaomba, anaendelea kulima. Akipumzika ni kwenye neno, ni kwenye kusoma Biblia na kuomba. Sasa watu waliokuwa wakimuona yule mzee katika mazingira yale wanasema, unaona sasa, tunaposema walokole wamechanganyikiwa, hawana akili, wanatembea na Biblia mashambani. Nani amesema wanatembea na Biblia mashambani? Kumbe mwenzao alikuwa hajachanganyikiwa, ila alikuwa akitafuta namna ya kupenya hiyo mbingu. Alijitengenezea utaratibu wa kwake wa kumtafuta Mungu wa kwake binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule baba alikufa katika uzee mwema, lakini duniani nimesema alikuwa mgongo amejikunja, mvi kichwani. Nilipokwenda kumkuta kule, kile kichwa cha mvi chote hakipo, mgongo uliojikunja haupo tena, makunyanzi ya sura hayapo tena. Nikakuta nywele zake amezibana nyuma na bandio jekundu, amevikwa, mwili wake ni kama kijana wa miaka 20 hivi, amevaa vazi refu kuanzia miguuni, kichwani mpaka miguuni, amefungwa mshipi mwekundu kiunoni mwake, anapendeza. Akaniambia, chakula kimekuja huko. Ndio baba. Familia. Hapo ni matatizo. Tazameni wenzenu, tunavika mwili mpya, isiyoharibika, isiyopata shida, isiyopata magonjwa. Aliusifu ule mwili, akasema, tazameni, maana muda uliobaki ni muda mchache sana. Japokuwa shetani amepumbaza akili za watu, ukizungumza habari za Yesu kurudi, wanafikiri ni miaka 30, miaka 50. Wamesahau ya kwamba kufumba na kufumbua, watakapoitwa kwa majina yao, watakwenda kusimama wapi kwenye kiti cha hukumu, watajibuje? Akasema muda uliobaki ni mchache. Kwa sababu tunaona kama sekunde moja tu ndio iliyobakia. Tazameni, maana muda umekwisha. Tuna hamu ya kuwaona ndugu zetu waliotoka duniani ambako na sisi tuliishi. Tazameni, tuna hamu ya kuwaona ndugu zetu. Akajichanganya na kundi la wenzie, akaendelea kuimba. Akatokeza mtu wa tatu. Huyu baba alikuwa ni babangu mmoja, mtumishi wa Mungu, mchungaji. Mchungaji huyu alipokuwa akija, naye alikufa katika uzee, lakini sio uzee sana kama yule wa kwanza. Lakini naye alipokuwa akitokeza, nikamkuta katika hali ya mabadiliko. Akaniambia, umekuja? Nikasema ndio. Naye swali la kwanza lile duniani, nikamwambia duniani matatizo. Akasema kweli. Akajisifia ule mwili, akausifu. Kila unayekutana naye, zawadi ya kwanza ni kuusifu ule mwili. Anajisifia juu ya ule mwili, maana wao hawaoni njaa, hakuna magonjwa, hakuna fedheha, hakuna kuchoka. Mili yao imeondolewa, taabu ya mwili imeondolewa. Unajua tunatandika duniani kwa ajili ya mili ya kuharibika. Mahospitali yamejaa kwa ajili ya mili ya kuharibika. Tunalima kwa ajili ya mili ya kuharibika. Mateso mengi kwa ajili ya mili yetu inayoharibika. Lakini kule mili yao ni mili ambayo haiharibiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naye akaniambia, tazameni, maana muda uliobakia ni mchache sana. Tuna hamu ya kuwaona ndugu zetu. Muda umekwisha. Basi nikabaki nimesimama hilo eneo. Wale watu tunaendelea kuhojiana na hawa, wenyewe kule hawajanyamaza, wanaendelea kusifu. Walipokuwa wanaendelea kusifu, nikakuta tena tumemaliza mahojiano, lakini bado wanaendelea kusifu. Sasa mimi nimezoea dunia. Nikasema, samahani, naomba niulize. Akasema uliza. Nikasema, huu wimbo tangia tumefika, wanaimba tuni yake ni kama ile ile, haijabadilika. Huu wimbo ni mgumu au wanajifunza? Akasema kwa nini? Unajua nimezoea duniani wimbo wa kujifunza ndio narudia
Lakini nyimbo za huku tunaimba kama mnavyoimba duniani. Nyimbo za huku hatuimbi kama mnavyoimba duniani. Watu wengine hata wanaimba, hata wanayemwimbia hawamjui, wanaimba kama kasuku, hata sauti zao huku hazifiki. Nyimbo za huku hatuimba, nyimbo za huku tunaimba. Wimbo mmoja unakamilika kwa miezi 9. Biblia inasema siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Hiyo ni hesabu ya kitakatifu hii. Ukichukua miezi 9 ina siku ngapi? Jumlisha mara 1000 utapata jibu lake. Anasema tunaimba wimbo kwa miezi 9. Wako mbele. Na ni kweli namna wanavyoimba huwezi ukachoka. Namna wanavyosifu, ningelijua tu ile lugha na mimi ningejaribisha kuimba kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini najua iko dakika ambapo na mimi nitajichanganya nikaimbe pamoja na watu wa nyumbani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo tumaini langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi akanitoa hilo eneo akaniambia twende. Tukatoka lile eneo. Tulipokuwa tukitoka akanionyesha vinanda vikubwa 3. Hakuna naye lipiga wala umeme. Vyenyewe tu vinamsifu Mungu na kutoa sauti nzuri kupita kawaida. Ndipo akafungua mlango mwingine akasema, sasa ninakupeleka sehemu ya watakatifu waliokuwa tayari kufa kwa ajili ya Injili, waliodharau maisha yao, waliokuwa tayari kupigwa na kuadhibiwa kwa ajili ya Injili, na wengine walikubali kufa, kupoteza maisha kwa ajili ya neno la Mungu. Nilipofungua mlango, nilipoingia huko, alinionyesha watu 16. Ndio niliowaona. Usiseme kwamba wako 16. Ndio nilioonyeshwa mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaona kwa sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilionyeshwa watu 16. Wale watu kazi yao hawasomi neno, kazi yao hawaombi. Kila utakayemwona kule ni kumsifu Mungu aliyemponya na kumvusha na kuingia kwenye mji wa uzima wa milele. Kule hawaombi. Tunaomba hapa Mungu atusaidie kushinda. Tunasoma neno litusaidie kutukusha. Lakini kule wameshavuka. Kazi yao wanamtukuza yeye aliyewavusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa hapo, mtu wa kwanza kunionyesha wale watu, malaika wale walikuwa ni wakalimani kati yangu na wale watu. Mtu wa kwanza kunionyesha akasema, huyu ndiye mnayemwita Bartimayo. Nikasema Bwana, nikasema huyu ndio Bartimayo ambaye ninasoma habari zake. Nikawa nauliza nijue kama ndio yeye, maana Bartimayo walikuwepo wengi. Sasa ndio Bartimayo ambaye ninasoma habari zake kwamba kwa ajili ya kuitetea Injili alichumwa ngozi akiwa hai, akaanikwa kwenye jua kali la nchi ya Uturuki akiwa hai. Walipoona hafi na ngozi yake imechubuka, nzi wanakula nyama yake, wakachemsha tenki lililojaa mafuta na lami. Nilipokuwa likichemuka wakamrushia ndani ya hilo tenki. Ni huyu, akasema ndiye huyu. Aliponiona kanikumbatia, kanishika mkono. Ni jitu ya imani, yenye misuli ya imani, iliyokuwa haioni mateso zaidi ya utamu wa Yesu. Walipokuwa wanapigwa na kudharauliwa na kutemewa, hawayaoni mateso, ila wanauona utamu wa Yesu. Mijitu ambayo mbingu zinajivunia kuwa na watu wa aina ile. Mbingu zinafurahia kuzalisha watoto wa aina ile. Wanapopita kwenye mateso wanamfurahia Bwana. Hawaoni kitu cha kuwatenga na upendo wa Mungu. Mungu atusaidie. Alipomaliza kunionyesha huyo, akanionyesha mtu mwingine. Akasema Yohana
ndiye huyu. Akanikumbatia, akanishika mkono, akaendelea kunionyesha watu wengine, miamba ya imani. Haleluya! Miamba ya imani wanasubiri kuvikwa haki yao. Ninatamani hata mimi niwe kama hivyo. Mbingu, tamani mpendo uliokoka, tamani Yesu ajivunie wewe, kuzalishwa wewe kwenye ufalme wa Mungu. Mungu ajivunie kuwa na wewe, mtu utakayetikisa falme za giza zikatikisika, mtu utakayetikisa mamlaka na mapepo zikatikisika. Wanasubiri kuvikwa taji zao baada ya kazi nzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimesimama mbele yao, akainuka Bartolomeo akasema, mpendwa, kama salimu wapendwa wa duniani, lakini salamu yetu waambie kwamba wakaze mwendo. Tuna hamu kuwaona ndugu zetu waliotoka kwenye ulimwengu wa taabu na shida ambako na sisi tuliishi. Waambie wakazane, tuna hamu ya kuwaona, maana muda uliobaki ni kama sekunde moja tu. Tuna hamu ya kuwaona ndugu zetu. alipotamka hivyo machozi yakatiririka machoni mwangu. Nikasema, Mungu uliyewasaidia hawa watu wasione ile adha, uliyewasaidia hawa watu wasione matukano yale, uliyewasaidia hawa watu wakaua asili ya ubinadamu ya kujitetea, wakabakisha Mungu kukuheshimu. Mungu nisaidie. Alipomaliza kunionyesha hao, wakaendelea kusifu, akanitoa akanipeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanipeleka sehemu ya mashine inayofua nguo za watakatifu. Unaweza ukasema, sasa umesema mbinguni ya wadini, nguo zao zinachafuka na nini mpaka wakaweke dry clean? Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize mwana wa Mungu. Nilipofika huko, nilikuta sio watu wa kawaida waliotoka duniani waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Nilikuta malaika. Malaika wengi sana wako hiyo eneo, na wao sio kwamba wanafua na sabuni za komoa, hata kazi yao na wenyewe ni kusifu. Ila katikati ya lile eneo kulikuwa na mashine imetengenezwa kama mduara kubwa sana. Halafu kuna mkanda umetoka huku umezunguka umeingia tena upande huu. Kwa hiyo sikufunuliwa humo ndani kumetengenezwaje, lakini humu ndani ndimo zilimokuwa zikifuliwa nguo. Zikifuliwa zinatoka zimenyoshwa huko ndani, zinazungushwa kwenye mkanda, zinaingia tena kufuliwa. Zinapotoka na kuingia, zikifuliwa na kutoka, zinazidi kung'aa kuliko ule mwanzo. Zinapoingia tena zinazidi, ni maelfu na mabilioni ya nguo. Nguo ni nyingi sana, lakini kila zikitoka na kuingia zinazidi kusafishwa, zikitoka na kuingia zinazidi kung'aa. Sasa mimi nilipoona zile nguo, ubinadamu ulikuwemo, nikasema sasa naomba niuliza. Nikasema hizi nguo maana ni nyingi mno. Watu duniani wanakataa wokovu, atakayezivaa ni nani? Akaniambia, Nisa, mimi kahubirini Injili. Mimi kahubirini Injili. Wakatae wasikatae, wakubali wasikubali, mimi kahubirini. Kinachotakiwa ni kitu kimoja tu, kwamba Yesu atakaporudi asiwepo wa kusema sikusikia. Kama ningesikia ningeokoka, ila sikusikia. Hicho kitu Mungu hakitaki. Mama yeye ni mhukumu wa haki, anataka awahukumu sawasawa na lile neno walilolisikia. Wakatae wasikatae, lakini hubirini wasikie. Unajua mahali hapa nataka kuwatia nguvu watumishi wenzangu. Unaweza ukafika mahali ukahubiri wiki nzima, hata leo koka hayupo zaidi ya kukukejeli. Usivunjike moyo, wewe piga kelele. Waokoke wasiokoke, ili mradi injili inawafikia. Wakubali wasikubali, ili mradi injili inawafikia. Hicho ndicho tulichopewa. Kuokoa ni kazi ya Mungu. Wewe piga kelele, hata kama haokoki hata mmoja. Asante Mungu, masikio yao yako wazi, yanasikia. Wakahukumiwe sawa sawa na lile neno walilosikia. Yule malaika akasema, ili mradi
wake wasikie wahukumiwa sawasawa na neno watakalolisikia. Mavazi haya unayoyaona ni mengi kama unavyoyaona, kama ulivyosema. Wale watakatifu walioko kule wanaosifu yale mavazi uliyoyaona wamevaa, wamevipa mavazi ya muda tu. Lakini hili vazi linaloandaliwa hapa, linalofuliwa hapa, ndilo vazi rasmi ambalo parapanda ya mwisho ikipigwa, watakatifu wa duniani wakinyakuliwa, wakiungana na wale walioko paradiso, ndilo vazi rasmi watakalolivaa kuingia kwenye kalamu ya Mwana Kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema atakapotukaribisha mahali pale alipopatengeneza, ndipo atakapokwenda kwa Baba kusema, Baba, kazi ulionituma nimekamilisha. Huyu ndiye bibi harusi ulionituma nikamnunue kwa damu ya thamani. Ndipo atakapokabidhi madaraka kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa hivi hajakabidhi, kwa maana bado hajatupeleka nyumbani kwake alikokuandaa. Bado hajatupeleka, hawezi kutulia. Ndio maana Biblia inasema amekaa karibu na Baba akituombea. Manake bado hajakamilisha. Iko dakika na saa ambayo akisha kukamilisha na kutufikisha kwa baba yake, ndipo atakapokabidhi kwamba, Baba, ulichonituma nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanitoa hilo eneo, akanivusha eneo la nje. Kweli kwenye kiti sikuona mtu. Tukatoka nje, tukatembea kama hatua 10-15. Kufika kule mbele, yule malaika akasema, sasa ninakwenda kukuonyesha jehanamu ya watu waliozijua siri za Mungu, kisha wakazipiga teke, wakaona hazifai, wakafa kabla hawajatubu. Jehanamu yao imetengwa. Nilipokuwa nikiambiwa hilo neno, niliposikia likiingia masikioni mwangu, laiti kama ningelijua njia ya kurudia ningerudi. Kama mateso ya jehanamu ya kwanza yalikuwa vile, hii jehanamu ya pili iliongezeka ukali mara 7 itakuweje? Mbona siwezi kustahimili huko? Raha yote niliyopata uzima wa milele kaanza kupukutika. Laiti ningelijua njia ya kurudia ningekataa kwenda. Lakini ili nilazimu niende, maana waliokuwa wakinipeleka ndio walionichukua. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaribia kumaliza, ninaomba unisikilize kwa makini, mwana wa Mungu. Unisikilize kwa makini, na wewe unayetembea, Yesu akutulize hapo ulipokaa. Appoint hii sije kakupita. Wale malaika walipokuwa wamesema na mimi ile lugha, kweli nilitoka nikaanza kuwafuata. Lakini moyoni mwangu kukiwa hakuna amani tena ya uzima wa milele niliyoiona. Nilipokuwa nikienda, ile malaika kanirudia tena akasema, ninakupeleka juu kwenye jehanamu ya watu waliozijua. Ni Watanzania tunajua Kiswahili. Kuna tofauti kati ya neno kufahamu na kujua. Ni maneno mawili yanayokaribiana, lakini yana tofauti. Anayejua ni zaidi ya yule anayefahamu. Hawa watu walizijua siri za Mungu. Kama ni vitu vya uvunguni kwa Mungu, kwenye meza ya Mungu uvunguni, walijijua. Walijua hazina ya Mungu ilivyo, walijua. Baadaye wakaona haifai, wakapiga teke, wakarudia dhambi yao ya kwanza, wakafa katika dhambi kabla hawajatubu. Huko nilikwenda kuwakuta maaskofu waliokuwa wameokoka, wakapiga teke. Huko nilikwenda kuwakuta wachungaji waliokuwa wameokoka na wakazijua siri za Mungu, baadaye wakaona hazina faida. Nikawakuta watu waliokuwa wameokoka na kuzijua siri za Mungu, halafu wamezipiga teke na wamekufa katika hali ya kutokurudia toba ya Mungu. Jehanamu yao imetenga
wamejengwa na ukali wao imeongezeka ukali mara 7. Nilipokuwa nikifika kule kwenye yale mangojeo, nilipata kukuta watu wako kwenye lile bonde. Wale watu ni wengi, lile eneo lina giza. Tulipofika giza lile likaondoka, nikaona umati wa watu ulio mwingi. Wale watu wanalia, wale watu wanalia, wanalia, hakuna amani. Naomba nisikilize mpendo kwa umakini. Nilipokuwa nimesimama lile eneo, aliinuka mtu wa kwanza ndani ya lile shimo, akasema Bwana. Yani hata anaposema ni kama anakoloma, sauti yake haieleweki. Amechoka na kulia, mwili wake umechoka. Laiti wangelijua, kama laiti kungelikuwa na kifo mahali pale, watu wote wangeliweza kujiua ili waepukane na ile tabu wanayoipata. Lakini mauti imekamatwa kwenye mikono ya Mungu. Mtu wa kwanza aliinuka akasema, tunaomba mtumishi wake atuchavie tone moja tu la maji. Ninaomba tu, naomba mtumishi wake atuchavie tone moja la maji. Ninaomba tu. Niliposikia ile kauli nikakumbuka duniani. Ndugu yangu, uko duniani na mimi niko duniani. Ukiwa na kiu, nikiwa na mtu akikupa kijiko kimoja cha chakula, maji ya kunywa, vipi yanaweza yakakata kiu? Lakini ndani ya kile kijiko kuna matone mangapi yameingia ya maji, hatimaye yakasababisha ujazo wa kile kijiko. Wale watu wanatamani hata tone moja la maji waweze kunywa, waepukane na kiu walio nayo. Wanatamani tone moja la maji. Nimekwambia mwanzo, ni watu walikuwa na hadhi zao chini ya jua. Ni watu waliomtumikia Mungu, wakaona tangu tulipookoka hatujaona faida ya ulokole, bora tutoke kwenye ulokole tuzame tu kwenye dhambi. Mauti kawakuta mahali hapo. Ndugu zangu, kuna mateso yasiyoelezeka. Yule malaika akamjibu yule mtu akasema, mlivyokuwa duniani mlipewa neema za kila aina, mkashindwa kumheshimu Mungu aliyewapa zile neema. Aliposema mtumikie, mkashindwa kumtumikia. Aliweka zile neema ili mtumikie, lakini ninyi mkamdharau, mkamwona ni mwanadamu kama mlivyo ninyi. Alivyowaelekeza mkupenda kutii, alivyowaambia mfanye, mkafanya mnavyojua ninyi. Sasa mmekuja huku, haya ni maeneo kidogo, bado maeneo kamili mtakayokwenda kutupa huko. Yule mtu akajitupa chini kwa kulia, kwa kukata tamaa, na machozi hayawatoki. Amejitupa chini kwa kukata tamaa, analia. Nikaogopa, nikabaki nimesimama lile eneo. Akainuka mtu mwingine akasema, Bwana, ninaomba turudishe duniani ingalau sekunde 10 tu, tukaihubiri Injili, kisha utupunguzie mateso au utusamehe au tutoe mahali hapa tulipo, turudishe duniani ingalau sekunde 10 tu. analia kwa uchungu wa kutoka chini ya vilindi vya moyo. Ni nini kinachowafanya wale watu watamani sekunde? Ni nini kinachowatamani wale watu waongezewe muda ingalau kidogo? Sekunde 10 wapige injili, waseme Yesu ni Bwana, wayafanye mapenzi ya Mungu. Ni nini kinachowafanya waseme hivyo? Je,
wakipewa sekunde 10 watarudi wahubiri hizo sekunde 10. Ni nini kinachosema? Ni mateso walio nayo ndiyo yanayopiga kelele. Unajua mtu mwenye mateso anaweza akasema kitu chochote kile ambacho hakiwezekani. Anaweza akatamka kitu chochote ili mradi tu ajinasue mahali pale alipo, ili mradi ajitoe mahali pale alipo. Paulo anasema tutapateje kupona tusipomjali wokovu mkuu namna hii? Tumepewa neema ya kumtumikia Mungu, tumepewa neema ya kufanya kazi ya Mungu tungali hai, lakini bado watu wengi wameamua kurudi dhambini. Ndugu zangu, nakwambia iko siku utakapotafuta sekunde moja usiipate. Hawa watu hawakuwa na dhambi sana kuliko wewe, wanadai sekunde 10 waihubiri injili. Leo unasikia injili unasema walokole wapuuzi. Hata mimi nilikuwa ni mchungaji, nimeona ulokole haufai, ni waongo hao. Ndugu yangu, nakwambia unajipalia makaa ya moto, unajipalia makaa ya moto. Uchungu unawafanya wapige kelele, wanatamani sekunde 10. Kuna kitu ambacho nimekuwa nikikisema sana, nikifananisha na lile eneo. Unajua, ninatamani uone kama vile nilivyoona. Ninatamani unielewe kama vile ambavyo macho yangu yaliona. Ninatamani ninaposema na wewe ni kama vile sipati lugha nzuri ya kukueleza, lakini Roho Mtakatifu mwaminifu naomba akueleze kwa kadri yeye anavyojua. Nimekuwa nikifananisha mfano na kitu kimoja. Mimi ni mwanamke, nimekuwa nikitoa mfano hata kama haufai sana, lakini unakueleza namna gani uchungu wa wale watu unaowafanya wapige kelele. Mwanamke akiwa katika dakika ya kumleta mtoto, dakika ile ya hatari ya mwisho, anaweza katamka kitu chochote kile kinachowezekana au hakiwezekani. Siku moja nilikuwa hospitali, nikasikia mwanamke mmoja akiwa katika uchungu wa mwisho, akapiga kelele akasema, nesi, naomba nisaidie. Nisaidie nesi, nikijifungua nesi nitakununulia gari, nisaidie. Alipojifungua yule mwanamke, nesi akamwambia nipe pesa, hata senti hana. Anasema, nesi nisamehe, ni uchungu tu nesi. Nini kinawafanya wale watu waombe sekunde? Nini? Uchungu umekamata nafsi zao, wakitazama ni uchungu usio na mwisho, wakitazama ni uchungu usiokuwa na kifo. Ni afadhali wangesema mnateseka miaka 500, baada ya miaka 500 mtakufa. Haiko hiyo, maana yake ni milele na milele. Kwa ajili ya kitu gani mpendwa? Mungu wa mbinguni atusaidie. Yule malaika akamjibu akasema, ulipokuwa duniani ulipewa muda mwingi sana wa kuweza kuhubiri Injili. Hata Shetani angelikosa watu wa kumsindikiza, lakini ulichukua ule muda mkaona ni muda wa kuchezea. Wanategemea faraja, wanakutana na maneno ya kukatisha tamaa. Waenda wapi? Wakimbilia wapi? Mauti imekamatwa mikononi mwa Mungu. Siku zote wanajiona wao ni wa mateso. Alipojibu yule malaika, yule mtu akajitupa chini kwa uchungu, akalia kwa uchungu usioelezeka. Alipokuwa amejitupa chini, nikabaki nimesimama lile eneo. Pia lile eneo nilikutana na watu wengine ambao hawa watu wanasimama katikati ya watu wengi, wamepewa neema, wamepewa heshima ya kuongea na watu kwa habari ya maneno ya Mungu. Wakifika kuongea na watu juu ya maneno ya Mungu, wanahubiri, yani niseme ni wachungaji ambao wanafika katikati ya kanisa, badala ya kuwaonyesha watu njia, wanazungumza maneno ya kwamba wokovu haupo, mbingu tunaingia kwa neema, huwezi ukashinda dhambi, huwezi ukashinda, tutaingia tu kwa neema, hakuna anayeweza kuokoka duniani. Ni wachungaji lakini wanazungumza maneno kama haya.
Watu wengi wanakufa kupitia vinywa vyao. Wanasema hata mchungaji wetu alisema wokovu haupo. Nataka nikwambie ndugu yangu, wewe kama ni mchungaji unayenisikiliza au unaniona kwenye chombo cha habari, nataka nikwambie kwamba uchungaji huo sio kazi ya kukulisha. Kama huwezi kuhubiri injili kuwapeleka watu wa Mungu mbinguni, iache, nenda kalime mashamba kijijini kwenu, waachie wanaoweza kuwapeleka watu kwenye mbingu ya Bwana. Nenda kasomea walimu, nenda kakodi mashamba ulime. Unajipalia makaa ya moto kichwani kwako. Kama hauna ya kusema, wacha wenye upako wa kusema waseme na watu wakamuone Bwana. Unapingana na kazi ya msalaba. Yesu ameokoa watu kwa damu yake. Wewe unasema hakuna atakayeokoka, hakuna anayeweza kuokoka. Kwa jina la Yesu ninakuapisha, nyamaza kimya kwa damu ya Yesu. Unajipalia makaa kichwani kwako. Acha wanaoweza kumhubiri Kristo wenye wito wapige injili ya watu waende mbinguni. Nikawakuta hilo eneo. Baada ya hapo nikabaki nimesimama lile sehemu. Nikasikia sauti ya vigelegele. Inapigwa sauti ya vigelegele ng'ambo. Kulikuwa na kitu kimetenganisha kama ukuta unavyoweza kutenganisha ndani na nje. Kulikuwa na kitu kimetenganishwa kati ya sehemu ya mangojeo na hiyo sehemu ya moto. Nikasikia mtu anapiga vigelegele kwa sauti ya furaha mno. Nikashtuka, nikasema sakanya. Kama niuliza, kaniambia uliza. Nikasema yeye anapiga vigelegele ni nani? Kuna watu wanatupa huko. Akasema Isaka, tumekwambia jehanamu ya moto hakuna mtu aliyetupa hata mmoja, na hakuna mtu anayepiga vigelegele huko. Nikasema sasa ni nini? Akasema hivyo ni vituko vya moto. Moto unafurahia kusubiri unafurahia siku zinaposogea za kukabidhiwa mwanadamu. Moto unapiga vigelegele kusubiri kumpokea mwanadamu. Mwanadamu uliyefanywa kwa sura ya Mungu, mwanadamu uliyeishi chini ya ulimwengu wa neema. Akasema vigelegele vinapigwa na moto, unafurahia kumkaribia mwanadamu, kumpokea. Nikasikia tena mtu analia kwa uchungu mno. Nikashtuka, nikasema je, huyo mtu ametupwa kwa nini? Akasema Isaka, sikia, tumekwambia jehanamu ya pili imeongezeka ukali mara 7. Hivyo ni vituko vya moto. Hawa watu wanaoiwa wanavisikia vigelegele vinavyopigwa na moto, wanavisikia vituko vinavyotolewa na moto, wanavisikia. Watu wapenzi wakimbiaje, wanajiona wanaangamia huku wanajiona. Ndugu yangu, Biblia inasema yuko siku watu watalaani matumbo ya mama zao. Watalaani matumbo ya mama zao. Yesu aliwaambia wanafunzi, jitahidini kuingia, maana wengi watataka lakini wasiweze. Wengi watatamani kuingia lakini wasiweze. Hawaingii kwa lele mama pale, wapendwa. Kama ulifikiri ni lele mama, hakuna lele mama. Wako maaskofu wamekwama huko, wako wachungaji wamekwama huko, wako waliokuwa watumishi wa Mungu wazuri wamekwama huko, kwa sababu walifika mahali wakamwona Mungu ni kaka yao, wakaingiza mazoea. Chagua. Nilipokuwa nilitoa hapa na nipeleka sehemu ya moto ambapo ndiko nilikomalizia. Nilipofika pale nilikuta kabisa habari ya moto na rangi ya moto vimebadilika. Moto wa mwanzo nilikwambia ulikuwa ni mwekundu au mweusi, unaichanganya rangi. Lakini moto wa pili ulikuwa na rangi moja tu, rangi ya blue, light blue, kama anga unavyoona ikitulia. Ndivyo ule moto ulivyokuwa unakuwa. Hakuna nyekundu wala nyeusi. Moto umetulia, wote ni kama anga la juu unaloliona likitulia pasipo mawingu. Moto unapiga kelele. Nikasimama maeneo yale, nikasikia mtu akizungumza kwa lugha ya Kiswahili. Kama ile sauti ingezungumza kwa lugha ya Kikinga, lugha yangu inawezekana mimi nisingelijua kwa sababu sijakulia kijijini, lakini ilizungumza kwa lugha ya Kiswahili. Ile sauti ikasema,
umetuweka huku, hatujala, hatujanywa, tuna kiu, tuna njaa. Ni lini utakapotuletea chakula chetu? Nikaangalia kushoto, nikaangalia na pembeni, ni nani anayesema? Sikuona zaidi ya mimi na wale malaika wawili. Ile sauti kajirudia tena, Bwana, umetuweka huku, hatujala, hatujanywa, tuna kiu, tuna njaa. Ni lini utakapotuletea chakula chetu? Nikaomba niulize kwa malaika. Nikasema ninasikia mtu anaongea, lakini mtu anayeongea simuoni aliko. Sauti hii inatoka wapi? Ni nani anayesema maneno haya? Yule malaika kaniambia nisikia. Haya maneno hayatamkwi na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikatishe kidogo hapo. Maana ubongo wa mwanadamu ni mgumu kuelewa. Naomba nikupe mfano mdogo kabla sijafika hapo. Aliyekupa mwanadamu uwezo wa kuongea ni nani? Aliyeweka wanyama na milima na miti visiongee ni nani? Kumbe kama aliyeumba ni mmoja, akasema wanadamu waongee na wanyama na milima visiongee, angeliweza kusema hata wanyama wao wanaongea, tungekuwa tunajibizana na wanyama mpaka leo. Ile sauti iliposema umetuweka huko, hatujala, hatujanywa, nilipouliza ni nani anayesema haya, akasema Isa kesikia. Maneno hayo hayatamkwi na mwanadamu. Ndio maana humuoni maneno hayo yanatamkwa na funza unaowaona walioko ndani ya hilo ziwa la moto, ndio wanaotamka hayo maneno. Wale funza wakaendelea kupiga kelele, na nilipowatazama wale funza walikuwa ni tofauti na wale funza wa kwanza. Hawa funza wa mara ya pili walikuwa wamekonda sana. Nikasema mbona wafunza wamekonda kiasi hiki kuliko wale? Akaniambia ni sawa na mtu aliye na njaa na aliyeshiba. Wakipewa chakula, yupe anakula kwa kasi. Nikasema mwenye njaa. Akasema umejibu sahihi. Hawa funza wameminywa, wamekamuliwa. Watakapokabidhiwa mwanadamu, hawatamwachia hata sekunde moja ya kumwacha apumzike. Akaniambia kwamba hawatamwachia hata sekunde. Akaniambia kwamba funza ndio wanaopiga kelele, wanaotamka, wanajibu, wanajibizana na malaika kama na wanadamu mwenzao. Wanasema tunahitaji chakula chetu, tunahitaji maji yetu, tunahitaji. Nikamuuliza chakula chao kiko wapi? Akaniambia chakula chao ni wale watu uliowakuta kule Mangojeo, watakapokuja kutupa ndani ya hili ziwa, ndicho chakula chao. Mungu anasema alipomuumba mwanadamu, alipokuwa akiumba mbingu na nchi, alitamka maneno, wanyama wakawepo, milima ikawepo, na vitu vyote vikawepo. Lakini alipofika kwenye kumuumba mwanadamu, hakutumia neno, alifinyanga kwa mikono yake mwenyewe, akatengeneza mfano wa mwanadamu. Alipotengeneza akaona haifai, akampulizia pumzi yake ili awe mwanadamu hai anayeishi. Akaweka roho yake, nafsi yake ndani yake, pumzi yake ndani yake. Lakini kwa kutokutii ukaitwa chakula cha funza. Kwa kutokutii ukaitwa chakula cha funza. Neno moja kwenye Biblia linasema Yoshua alisimama mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele yenu kumewekwa vitu viwili, kuna laana, kuna baraka, kuna mauti na kuna uzima. Chaguani hivi leo mtakayemtumikia. Chagua mtu wa Bukoba, chagua. Inawezekana ulifanya dhambi usijue, kwa sababu watu walikudanganya wakasema mbinguni tunaingia kwa neema. Nataka nikwambie mbinguni hatuingii kwa neema. Neema ni hii unayoisikia injili ukiwa hai. Mbinguni tunaingia kwa nguvu, sio kwa neema. Neema ni ya Yesu kufa msalabani, ile ndiyo inayoitwa neema. Chagua. Siku zote umekuwa ukisikia neno la Mungu, lakini kwa ajili ya kiburi ukaita chakula cha funza. Yamewekwa mbele zako. Mungu kunichukua mimi hakunipeleka kujifurahisha, alinichukua ili nije nikwambie mpendwa, inawezekana ulimwabudu Mungu kwa ulegevu ukifikiri kwamba Mungu anapo
Haleluya Bwana. Mambo haya uliyoonyesha mimi ninaogopa. Nikienda kuambia watu watasema mimi nimetunga kwa akili zangu, hawataelewa. Na wataongezewa hukumu kwao kwamba niliwatuma na mtu aliyetoka huku hamkumsikia. Sasa Yesu, ili watu hawa watuamini, waweze kuyaamini haya niliyoyasema, ninaomba uende Tanzania uchukue watu 10, uende Uganda uchukue watu 10, uende Kenya uchukue watu 10, na nchi zote zilizoko chini ya jua uchukue watu 10 tu, waje wayaone haya, halafu warudi wawaambie watu labda kwa ajili ya wingi wa watu wakasema, hata mwingine labda mkoa fulani alisema, hata mwingine sehemu fulani alisema, inawezekana mambo haya ni ya kule, labda wataamini. Lakini nikiwa peke yangu mimi hawataniamini. Akasema Isaki, sikiliza, wanadamu ni wenye mioyo migumu. Hata angerudi Yesu mwenyewe wasingeliweza kumwamini. Hata angerudi Yesu mwenyewe wasingeliweza kumwamini. Ugumu wa moyo wako unaujua wewe. Mara ngapi umesikia sauti ya Mungu? Mara nyingine Mungu amesema nawe hata katika ndoto. Unaota ndoto, unaogopa. Utakapoamka unajiona ni hali ya kawaida. Ugumu wa moyo unauelewa wewe. Lakini jioni ya leo ni ombi langu kwa Mungu, usikie sauti hii. Sikia sauti hii, kupanye kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Nilipokuwa nimesimama maeneo yale, ninaendelea kulia, yule malaika akaniambia sasa twende. Akanitoa hilo eneo, akanipeleka eneo jingine. Aliponipeleka eneo jingine, akasema Isaki, kwa macho yako umeona, kwa masikio yako umesikia, na kwenye moyo wako tumeyatunza. Nenda kawaambie watu mambo hayo uliyoyaona. Yamkini yuko mmoja atakayesikia na kugeuka. Nafsi ya mtu mmoja ina thamani sana kwenye kiti cha enzi. Nenda kawaambie. Nikasema Bwana, ninaogopa nisije nikakutenda dhambi, ninaogopa, ninaomba unipeleke sehemu ya malaika wanaoimba. Akasema hapana, tumekuchukua makusudi ya Mungu kwamba uyaone haya, halafu urudi ukawaambie ndugu zako. Sasa basi, nenda kawaambie ndugu zako mambo uliyoyaona. Nilipokuwa nikiendelea sana kukataa, nilipokuwa nikiendelea sana kulia, maana nikawa naogopa kwamba nikirudi ninaweza nikamkosa Mungu, nikaingia mahali pale ambapo hapafai. Akaniambia kwamba rudi. Ndipo malaika mmoja kati ya wale wawili akanigusa bega langu la kulia. Aliponigusa kwa kidole chake, nikashangaa nimerudi, niko duniani. Na mahali pale alipokuwa amenigusa, aliniachia alama. Alama hii aliponigusa, hiki ni kidole cha yule malaika aliyekuwa amenigusa. Alipokuwa amenigusa, nikajikuta nimeamka, nimeshikilia hiki kidole, nakuta nina alama mahali pale alipokuwa amenigusa. Ndugu zangu, ndio ujumbe ambao Mungu amenituma kwako. Asante Mungu kwamba sikio lako limenisikia. Asante Mungu kwamba unauelewa vizuri. Mungu amekuumba sio kilema. Umenisikia vizuri. Ninashukuru Mungu kwamba umenipunguzia mzigo. Kwako nimenawa mikono. Sina sababu ya kudaiwa juu ya roho yako na nafsi yako. Ninachojua ni kusonga mbele kuambia wengine. Wakubali wasikubali si juu yangu. Juu yangu ni kusema kile nilichokiona. Hatuwezi kupona ndugu zangu, hakuna uponyaji. Ujumbe huu nimeuhifadhi kwenye kanda za audio. Na ujumbe huu kwa kesho utapatikana kwenye CD ya kuonyesha picha kama unavyoniona leo. Na hizi CD zitapatikana kwa mama mchungaji hapo. Utakuja utanunua kwa shilingi 5,000. Ninakuomba ndugu zangu, kanda ya audio inapatikana kwa 2,000. Ujumbe huu unatimilika kwenye side 1, volume 1 na volume 2. Nunua kanda, mpeleke ndugu yako aliyeko kijijini, mtumie. Yamkini akapona. Siwezi nikatembea Tanzania nzima nikamaliza, lakini naomba unisaidie. Unaponunua kanda, nisaidie kupeleka, isiwe mali yako. Nisaidie mpendwa, nina mzigo mzito. Siwezi kupeleka kwa Watanzania wote. Unaponunua CD, naomba isiwe mali yako. Peleka kwa mwingine asikie. Yamkini akapona na hatari kubwa inayokuja. Kanda hizi zitapatikana kwa mchungaji. Kanda hii ya CD ya picha unayoniona itapatikana kwa mchungaji. Na wale wanaotaka audio zinapatikana hapo nje. Ninaomba utanunua. Na ningelikuwa ni tajiri bilionea wa pesa, nisingeliuza kanda hizi, ningeligawa
nafasi ya kutafuta msamaha ungali hai. Huwezi kutubu baada ya kufa kwako. Huwezi kutubu baada ya kuingia kaburini. Oriandaraba kororobo sikiriandaraboka. Rabo sakaraba koriandarabo sika. Rikorobo shandarabaka. Ninaomba usimame mahali ulipo. Simama mahali ulipo sasa. Oriandarabo sikiriandaraboka. Pamoja na wewe. Pita mbele tuombe pamoja na wewe. Unahitaji kuokolewa. Unahitaji kumpa Yesu maisha sasa. Unayesema peke yangu siwezi. Walioko jehanamu walikuwa na akili kama zangu. Robo sikiri anda roboka. Riko robo shinda rabaka robo sita rabaka. Inda rabaka ita robo sika rabaka. Orika robo shaina robo sikiri vika. Robo shanda rabaka ita robo sika. Riko robo shanda rabaka. Inda rabaka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Chamsa TV, tafadhali bofya neno subscribe na gonga alama ya kengele ili kupata habari na matukio mbalimbali yanayotokea kila juma. Chamsa TV, daima tunakujali.